juu ya mwamba ambaye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba yako ikajengwa juu ya mwamba ambaye ni Kristo. Biashara yako ikajengwa juu ya mwamba ambaye ni Kristo. Haitafilisika, haitatikisika. Ikijengwa juu ya mwamba, hata walete chuma walete, haitaweza kula kwa jina la Yesu. Siku moja mimi walinitumia njiwa, siku zote huwa ninashuhudia. Walituma njiwa, kate akakauka. Nikasema wewe njiwa wewe ungekuwa mzima wewe, mimi ningekuchinja lile na kiporo hicho. Njiwa wa kufugwa, kafa kati ya chumba kuingia kwa chumbani kwangu. Maana mimi hakuna nyumba ambayo nimepanga afu nikaingia nisiombe. Huwa tunaizungukia ile nyumba sababu ninalipa ni halali. Na nyinyi mliopanga jitahidini kuombea zile. Juzi nimetoka kumuombea binti fulani. Alikuwa ameingia tu kwenye nyumba, ni hatari. Watu wanachomoa mpaka mimba. Si kama unanielewa. Alafu yule mtu ambaye yuko pale anasema, bwana, hii nyumba namuonaga mtu mrefu, alafu hana mwisho." Anatokea. Anasema siku moja amewasha gesi. Mume wake amewasha gesi, alafu yeye yuko nje. Ile gesi kaanza kulipuka yenyewe. Huko ndani. Pasipo kuongezwa. Inataka kumchoma aliyoko kule ndani. Alafu nyumba ni ya vioo. Hebu fikiria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, "Baba, nikafikiria nafanyaje? Kutoka siwezi, kuibeba siwezi. Ibidi nichukue mti nianze kuvuta. Hapo nje mvuli kwa imenyesha, ibidi nikachimbe shimo ili niifukie ndio kuzima ile gesi." Nikamwambia, "Unafikiri ilikuwa gesi?" "Unafikiri ilikuwa gesi?" Kuna mtu alikuwa anatafuta. Baada hapo mimba chwa imeondoka. Sasa amepata ingine, anaambia mtumishi, "Inakuwaje?" Ameshiba hapa kukaa. Lakini tumeomba juzi, Bwana ameitunza, iko salama na amerudi kwenye nyumba yake iko salama. Kwa hiyo tunapoingia mahali popote lazima tutamke, lazima tumuite mwamba, lazima tumuite Yesu Kristo ili aweze kulinda hilo eneo. Haijalishi umepanga